Na kusalimu tena kwa jina la Yesu. Apostle Daniel Komba hapa, Jitu la Mungu. Leo tunacho kipindi chetu kile kile bora ambacho tunakipata kila wiki saa kama hizi. Nataka leo tuzungumzie habari ya silaha kubwa kuliko zote ambayo haijawahi kushindwa vita vya aina yoyote, ambayo Mungu pekee ndiye aliyewahi kuitumia yeye na watumishi wake waliopata maelekezo kutoka kwake. Na silaha hii mpaka sasa hakuna taifa lolote limewahi kuitumia silaha hii au limewahi kuivumbua. Lakini leo kwenye kipindi kibora utaijua silaha hii na utendaji wake wa kazi. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza, nitaanzia mstari wake wa 2. Nasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Narudia tena, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Nguvu ya uumbaji ilitulia juu ya maji. Roho wa Mungu mwenyewe akatulia juu ya maji. Hii maji na nini? Nataka kufundisha habari ya silaha kubwa duniani inayoitwa maji. Chochote kinaweza kuharibiwa na maji, na chochote kinaweza kikajengwa na maji. Maji ni mjenzi, maji ni mharibifu. Silaha ambayo nataka ujue ufunuo uliofichwa nyuma ya silaha hii. Wataalamu wanasema dunia yote inaelea juu ya maji. Haya maji ni chombo cha aina gani? Lakini Roho Bwana alitulia juu ya maji, ndipo uumbaji ukatokea. Kwa alipotulia tu juu ya maji, mambo yakaanza kutokea. Ukiwa ukaondoka, giza likaondoka, umaskini ukaondoka, kila kitu kujipanga baada ya kutulia juu ya maji. Na ukienda mbele kidogo, baada ya mwanadamu kuasi, kwenye Mwanzo sura yake ya 7, unamwona mtu anaitwa Nuhu. Mungu akasema sitashinda mwanadamu. So mwanadamu alipoongezeka, uovu ukaongezeka, akasema lazima nitamwangamiza mwanadamu. Alitumia silaha gani kumwangamiza? Alitumia silaha ya maji. Akamwambia Nuhu, jenga safina. Akajenga safina, akapa maelekezo, safina ikakamilika yote. Akaambia ingieni wote. Dunia hakuipiga kwa bomu la nyuklia wala kwa silaha yoyote ile, ila iliangamizwa. Kiumbe yoyote aliyesumbua dunia aliangamizwa kwa silaha inayoitwa maji. Maji akapoteza kila kitu, kila kiumbe, kila mnyama, chochote kikitambacho, zote zikabia kupitia nini? Silaha moja tu, inaitwa maji. Hii silaha inaitwa maji ni silaha ya aina gani hii? Tunajifunza habari baada ya pale Mungu akaanza agano na mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Kusoma sura ya ile tu ya 11, unamwona Mungu akamwita Ibrahim, ngambia toka babako na mama yako uende mpaka nchi nitakayokuagiza, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Akaenda. Kupitia Ibrahim akapatikana Isaka, kupitia Isaka akapatikana Yakobo. Yakobo akatoka watoto 12 wa Yakobo ambao wanaitwa taifa la Israeli. Baada hapo akaenda Misri, wakesha huko miaka 400. Baada hapo Mungu akamtumia mtumishi wake anaitwa Musa, akatoa katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Lakini kabla hajatoka walizuiwa na mfalme aliyekuwa anatisha, jina lake anaitwa Farao. Farao alipigwa kila aina ya pigo hakuwahi kusikia. Alipigwa mapigo yote, Farao hakusikia. Pigo la mwisho alilopigwa tumekuwa kwenye kipindi cha Pasaka, alipigwa mzaliwa wa kwanza, akaruhusu aende, lakini bado haikumfanya arizike. Aliendelea kuwafuatilia nyuma. Alikutana pigo la silaha ambayo hiyo silaha huwezi kubaki, inaitwa maji. Biblia inasema ukisoma kwa makini, Musa akawa anapeleka wa Israeli, lakini baadaye Mungu akawaambia warudi. Akawaingiza katikati ya milima, kushoto milima, kulia milima, wakapitishwa katikati ya milima. Kumbe anawalenga waende kwenye bahari.
waende kwenye mto, waende mahali ambako hapapitiki, penye maji, wakayakuta maji. Wanaweza wakasema leo tunaangamia leo. Mungu akamwambia, leo hawa Wamisri mnaowaona hamtawaona tena. Silaha pekee ambayo inaweza kuteketeza kila kitu inaitwa maji. Nitakueleza nini maana ya maji kule mbele. Baada ya Shamu, inasema Musa akaigusa ikafunguka, wakapita salama, maadui wote wakateketea majini na hawakuwaona tena, kwa sababu walitumia silaha inayoitwa maji. Hakuna adui anaweza akavua dafu kwenye silaha. Uungu wa Mungu unakaa mahali ambako yako maji. Unajifunza habari sema kuhusu maji. Binasema Yesu Kristo ni maji yaliyo hai. Popote panahitaji uhai, panamhitaji Yesu Kristo kwenye upande wa maji. Chochote kinahitaji maji, kilimo kinahitaji maji, chochote unachokiona kimetengenezwa na maji. Chochote kilichoota, mmea wa aina yote ile, ulihitaji maji ndio ukawepo. Ukiona shamba, ukiona jengo, ukiona ghorofa, ukiona chuma, kimeyeyushwa, lakini humo ndani yake kulitumika chombo kinachoitwa maji. Iwe ni mashine ya aina yote ile, lazima iwe na sehemu ya maji ya kuipoza ndio iweze kudumu, iweze kufanya kazi salama. Inahitaji nguvu ya maji. Lakini habari zinatisha za kuhusu maji. Na mfano mtu mmoja anaitwa Elia. Mimi nasema kwamba Elia Mtishbi, ikatokea kwamba wakaanza kuleta miungu mingine katika nchi ya Israeli, katika taifa la Bwana. Wakaleta miungu isiyofaa, miungu ya Baali. Miungu ya Baali ikafanya kazi, ikafika mahali mtumishi wa Mungu Elia akasema, kwa neno langu mvua haitanyesha kwa miaka 3.5. Akazuia kiburi cha mwanadamu, kwa sababu nguvu ya mwanadamu inatokana na maji, na nguvu za kumwangamiza inatokana na maji. Afya ni maji, uharibifu ni maji. Akasema maji hayatanyesha katika nchi hadi kwa neno langu. Maji ya kunyesha, nchi ikawa na njaa. Mfalme aliyetawala nchi, ambaye alikuwa anatumia miungu ya Yezebeli, miungu ya uovu, ikaanza kutawala. Mtu wa Mungu akazuia tu maji peke yake, wakasafa na kuteseka sana. Ukikosa maji utasafa. Maji analeta uhai, maji analeta uzima. Lakini leo nakupa ufunuo wa pili, maji ni silaha. Biblia inasema ya kwamba akawaambia, ili ajulikane Mungu wa kweli, tukutane katika mlima Karmeli, na hapo tutajenga madhabahu, na Mungu atakayesha moto ni Mungu wa kweli. Wakaanza kufanya maagano, wakaanza wao kumwita Mungu wao. Linasema wakajichanja, wakamwita Mungu wao. Mungu wao hakuwahi kuonekana kujibu. Ilipofika zamu ya mtu anayejua siri ya Mungu, akajenga madhabahu kwa mawe 12. Juu ya madhabahu ile akaweka sadaka ambayo ilikuwa ni mnyama. Juu ya sadaka akaweka kuni, akachimba mifereji kuzunguka madhabahu ile. Baada hapo akamimina mapipa 12 ya maji. Mungu alipoona maji, kwa sababu anakaa katika nguvu ya maji, binasema moto ukashuka baada ya kuona nguvu ya maji, kwa sababu nguvu ya Mungu inakaa katika maji. Nao mengi ya kueleza kuhusu nguvu ilipatikana katika maji. Sita kuzungumza pia habari za Yesu Kristo alipozaa na mwanamke aitwaye Bikira. Baada ya kuzaliwa akakaa miaka 30. Baada hapo ikabidi aanze kazi. Kabla hajaanza kazi aitwaye Yesu Kristo, binasema kabisa katika mto Yordani, binasema alipozamishwa akatoka majini, ndiko mbingu zikafunguka, zikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni huyu. Kwa sababu ya nguvu inayotoka katika maji. Mwanadamu ili azaliwe anaumbwa katika tumbo la mwanamke, lakini kwenye mfuko unaomhifadhi mwanadamu, ule mtoto anapokuwa kichanga mpaka anazaliwa, anakaa kwenye chombo kinachoitwa maji. Maji ni ulinzi, maji ni uhai, maji ni silaha ambayo inaweza kumwangamiza adui yote yule katika maisha yako. Nataka niseme ya kwamba kupitia maji yaliyojaa neema na nguvu ya Mungu, maji yaliyo hai ambayo ni Yesu Kristo, yakiyazunguka maisha yako, lazima maisha yako yawe salama,
ndoa yako iwe salama, biashara yako iwe salama, watoto wako wawe salama. Na maji ni silaha ambayo inaweza kumpoteza adui yako akaangamia kabisa. Hakuna bomu leo kutengenezwa na mwanadamu linaweza kuyaangamiza maji au kuyapoteza maji, ila kila bomu na kila silaha inayotia duniani ikifika kwenye maji inakufa na kupotea. Na kutabiria neema ya ulinzi wa maji na neema ya uhai wa maji iishi kwenye maisha yako, uyafanye mambo walioshindwa kuyafanya wengine. Wewe ni mtu mwenye nguvu sana, kwa sababu ndani yako kuna nguvu ya kiungu ambayo inatenda kazi, ikiwemo nguvu ya maji. Shalom, shalom.